safari yangu, tatembea na wewe mahali hapa sikutaka, ili niheshimiwe na yanikute mashaka, sawa sawa na wewe. Nikute mashaka, sawa sawa na wewe. Niongoze safari hii, leo nichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe. Kwa watumishi wa Mungu, Amosi alikuwa na wachungaji wengi. Ana baba mchungaji ambaye ninaongea mbele yako, ana wachungaji wengine walezi kadha wa kadha tangia tulipombatiza. Na hii ndio maana leo hii tunashuhudia watumishi wa Mungu kadha wa kadha wako mbele yetu. Na kabla ya kuendelea kwa ibada, nitambue uwepo wa watumishi wa Mungu mbalimbali kutoka Dar es Salaam, kutoka Arusha, wachungaji, watu wa Mungu, mitume. Mungu atayafuta machozi. Mstari wa kwanza hadi wa 12. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi, kabla haijazaliwa milima wala hajaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavumbini usemapo, rudi, rudini enyi wanadamu, maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Wawagharikisha huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani emeayo. Asubuhi yachipuka na kumea, jioni yakatika na kukauka. Maana tumetoweshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako, tumetoweshwa miaka yetu kama kito. Siku ya miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi tukatokomea mara. Ni nani ajuaye uweza wa hasira yako na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako? Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tutawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi barikianeni kwa kuzaliwa. Marehemu alizaliwa mnamo tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka 1966 katika kijiji cha Chome, wilaya ya Same, mkoa wa Kilimanjaro. Elimu. Marehemu alisoma shule ya msingi Ndiveni iliyoko Same mwaka 2004 hadi 2010. Alifanikiwa kujiunga na shule ya sekondari cha leo iliyoko Same mwaka 2011 hadi 2014. Alijiunga na masomo ya kidato cha 5 na cha 6 mwaka 2015 hadi 2017. Marehemu alifanikiwa kujiunga na chuo kikuu Tumaini kilichopo Arusha mwaka 2017 hadi mwaka 2020.
ambapo alitunukiwa shahada ya kwanza ya elimu. Kazi: marehemu aliajiriwa na shule ya sekondari Biliati ambapo amehudumu kama mwalimu kuanzia mwaka 2022 hadi umauti ulipomkuta. Marehemu alifanikiwa kushika nafasi mbalimbali ambapo hadi umauti unamkuta alikuwa mwalimu mwandamizi wa nidhamu. Ndoa: marehemu alifanikiwa kufunga ndoa takatifu na Bi Catherine Mwanja. Hakuna watu wanaokera kama wachawi. Ndio maana sheria ya Bwana inasema usimwombee mwanamke mchawi yaishi. Mchawi si rafiki yako hata kama ndugu yako wa kuzaliwa. Mchawi si rafiki yako hata kama ni mzazi wako. Mungu ndiye aliyesema usimwombee mwanamke mchawi yaishi, lakini hata mwanamume pia, kwa sababu Biblia ilitafsiriwa kutoka Kiebrania. Kwa hiyo Waebrania walilemea kwa wanawake zaidi, lakini wote wachawi hawapaswi kuendelea kuwepo juu ya uso wa nchi. Nafahamu kwamba wachawi wataniangalia vibaya mno kwa sababu wanataka kuendelea kuwepo, lakini leo tutafanya maombi. Maombi anaitwa safisha wachawi. Lazima watoke kwa jina la Bwana wametesha hiyo, kwa sababu wanakera watu sana. Unajua kuna aina mbili ya wachawi. Kuna wachawi wenye vifaa vya kulogea na wachawi ambao hawana vifaa. Yaani mchawi mwenye vifaa amerithi kutoka kwa wazazi wake, kaenda kanunua, ana vifaa kabisa, unaviona live, anaroga. Lakini kuna wachawi wengine ambao hawana vifaa. Uchawi wao uko kwenye macho na kwenye midomo yao. Akikuangalia tu unaugua. Huyo ni mchawi. Hasoro vifaa. Akikushangaa tu akwambia umenenepa, kesho yake ni mgonjwa. Hana vifaa lakini bado mchawi rafiki yako. Wewe kama hata ukiona kuku za mtu tu ukisema vifaranga hivi vizuri vinafariki, ndugu yangu wewe unaloga, wewe ni mchawi. Kasoro unajenga inaishia pale pale. Ndugu yangu nakwambia wewe mchawi, unaloga sana, sema huna vifaa. Sasa siku ukiwa na vifaa utatisha sana. Utatisha mno. Na wapenda. Naomba niseme mahubiri mafupi kwa sababu ninafahamu mimi ni pastor alafu mimi ni msamba. Kwanza kabisa kwenye mambo ya kitheolojia na kiliturujia hairuhusiwi kumsifia marehemu. Tunaelewa mtu mwingine alafu alikuwa na roho ya utii. Wale wote ambao mnatoka kwenye kanisa la Pentekoste mnajua maelekezo tuliowapa mkirudi huko mlikotoka. Yeye alitimiza tangia Jumatatu wiki iliyopita. Hana lawama. Hatuna cha kusema. Kazi ya Mungu haina makosa. Na ninaomba wewe kaa katika hali ya kutulia, kwa sababu Biblia inasema mawazo yenu si mawazo yangu. Wakati mwingine unawaza unasema fulani kamloga. Inawezekana unachokisema ni kweli na tena inawezekana sio kweli. Kwa sababu ndugu zangu, wewe unayenisikiliza umerogwa sana lakini bado upo. Umerogwa mno. Yaani wachawi hawalali kwa ajili yako lakini bado upo. Mimi nina uhakika mchawi anayeroga ili mtu afe ni lazima Mungu akubali. Mungu asipokubali hufi. Hata Ayubu alipopata yale matatizo makubwa ni Mungu alimruhusu shetani kwenda kumpiga.